baba, usilie. Ukilia na mimi nitalia baba. Mwanangu Karobo. Abe baba. Sio kwamba nalia. Hizi ni hasira tu. Umemsikia huyo mganga mwekundu alichokizungumza? Yaani baba, umemuona huyo mchawi mwekundu alivyokuambia umerogwa? Hata mimi nilivyokutana naye aliniambia hivyo hivyo. Eti umerogwa. Sasa baba, tutafanyaje? Karobo, kuna nini? Unajua nilikuwa nyumbani nikawa nasikia makelele na unalia. Hamna Mama Lecho, sio kwamba nalia. Kuna jambo ambalo limeshtua moyo wangu. Kwa nini? Kwa nini wanifanyie hivyo? Yaani kosa langu ni kukataa kushirikiana nao? Ndio maana wanifanyie hivyo? Na hii yote ninamlaumu sana Mama Karobo. Kwa nini amenikimbia? Nampa kazi kubwa sana mwanangu Karobo. Kama sio mama yake kunikimbia, Karobo mwanangu asingeteseka hivi. Nikuombe kitu Mama Lecho. Naomba usinichoke. Maana bila wewe kunipikia chakula, sidhani kama mwanangu Karobo angeweza kupika. Usinichoke. Pole sana Bakarobo. Asante. Ni mapito tu hayo ya duniani. Nimeshaivisha chakula. Hata hivyo, ngoja niende na Karobo nikampakulia ili akuletee chakula. Sawa, nenda naye tu. Karobo. Abe. Twende kumchukulie baba chakula. Aya baba, nenda kuchukua chakula, narudi. Binti yangu, binti yangu, binti yangu, nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona. Unajua Pascal, kuna vitu vingine ambavyo vinaonekana tu kwa macho ya nyama. Yaani ni vitu vya kujiongeza. Wewe tazama sasa hivi Chiko yuko wapi? Ameshafanikiwa, ametoboa, ameondoka. Na sisi bado tuko hapa. Hatuna option yoyote ya kufanya. Man, what do you think? Kila nikifikiria hilo jambo linaniumiza sana kichwa. Nawaza kwamba namna anavyosafiri Chiko, one day nasisije kuwa zamu yetu kusafiri kama yeye. Mimi natamani sana kwenda nje ya nchi. Natamani sana kutoka. Lakini ni huyu mpuuzi mmoja, huyu kidudu mtu anatusumbua. Yeah. Na mimi ndo anayeniumiza kichwa kila itwapo leo. Ila nitajua cha kufanya. Wewe niachie mimi nitashughulikia hilo swala. Basa, get serious. Utafanya nini? Martin, tangu lini umeanza kunidoubt? Nimekuambia nitashughulikia. Acha iwe kazi yangu. Okay, fine. Wewe vipi? Mbona unakuja mbio mbio? Kuna nini Karobo? Mbona unashtua? Hamna baba, sikushtui. Shikama. Maraba. Kuna nini? Baba, mimi ni mtoto wa kike, lakini nina ujasiri kama mtoto wa kiume. Sijakuelewa Karobo. Unamaanisha nini? Nina rafiki mmoja, aliniambia dawa ya kukufanya wewe upone ipo.
Bado sijakuelewa. Yaani? Ndiyo baba, aliniambia hivi, ukilala makaburini ikifika usiku sana, anatokea mtu amevaa nguo nyeupe ndo anakupa dawa. Na hiyo dawa inaweza kumtibu mgonjwa yoyote. Hivyo baba, mimi nataka nikalale makaburini. Anipe dawa, wewe utembee. Mwanangu Kalobo. Abe baba. Sikia nikwambie. Hao wanakudanganya na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kulala makaburini hali ya kuwa hajafariki. Usijaribu kwenda huko. Mimi nitaenda baba kwenda kulala makaburini. Utaki kunielewa? Nenda ndani katulie huko. Yaani unajua huyu binti yangu anapambana sana usiku na mchana. Hapendi hali yangu ya kukaa kwenye kiti asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo unakuta kanapambana eti kanaweza kakasababisha nikapona. Ni akili za kitoto tu. Karibu sana, nisamee kwanza nilikuwa namsikiliza. Asante. Asante sana. Mimi sio mkaaji kakaangu. Kuna ujumbe nimekuja kukuambia. Habari gani hizo dada yangu? Kuna wale vijana ambao walikuwa wanakusaidia. Unamaanisha wale vijana ambao huwa wananitoa nje na kunirudisha ndani nyakati za jioni? Ndio hao wanaokusaidia kutoa ndani kuleta nje. Wampata ajali. Wangu. Kwa sasa wako wapi? Kwa sasa sijajua, ila baada ya lile tukio ilibidi mimi nitoke kule nije hapa nije kukupa taarifa, kwa sababu unaweza ukakaa mpaka jioni ukakosa mtu wa kukupeleka ndani. Kwa hiyo nimekuja kukupa taarifa ili ufanye utaratibu mapema. Basi sawa dada yangu. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Nashukuru sana. Sawa. Hivi Omari, kulogwa ndo nini? Kulogwa? Kulogwa ni kutupiwa vitu ambavyo vinavyokutesa kwenye maisha yako kwa njia isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Inasikitisha kweli yani. Ndio hivyo Kalogwa. Na kwa nini umeniuliza swali kama hilo? Amna, nitaka tu kujua maana ya neno hilo. Maana watu wanalizungumzia sana, kulogwa kulogwa, kulogwa kulogwa. Kumbe ndio hivyo tu. Basi sawa. Ila Kalogwa, kama kuna mtu Kalogwa, kuna mzee namjua. Yupo huko kwenye msitu mmoja hivi, unaitwa msitu wa maajabu. Na kazi yake ni kutibia watu kama hao waliologwa. Mbona nitisha Omari? Basi nitafutie njia nyingine ili mradi nimtibie baba yangu. Hapana, mimi sina njia nyingine yoyote. Njia niliyokuwa nayo ndio hiyo hiyo tu. Basi sawa Kalogwa. Maana mimi kuna sehemu nilikuwa nawahi hapa, tushaongea mambo mengi. Mimi ngoja nikuache. Sawa Omari. Aise. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi maisha yako unaishije shemeji? Shemeji, kiukweli toka dada yako aliponikimbia hapa kwamba amezichoka shida zangu, simhudumii kwa sasa. Kuna mama mmoja hapo jirani ndo akipika chakula, Kalogwa anaenda kuchukua chakula tunakula. Wasiwasi wangu mkubwa ni kwamba siku akinichoka tutakuwa tunakosa chakula. Ngoja kwanza shemeji. Kwa hiyo nataka uniambie yule mwanao mdogo wa kike ndo anakuogesha wewe au? Katika swala la kuoga kuna vijana wawili ambao huwa wanakuja kunisaidia nikitaka kuingia ndani ama kutoka nje. Mara moja huwa na waruhusu wanisafishe nisije nikatoa harufu. Kwa mfano ulivyokuja hapa shemeji, usingekaa kama ningekuwa siogi. Yeah. Sasa mimi nilikuwa nataka nijue kitu kimoja shemeji. Kuna jambo lingine lililomuondoa dada yangu kwako au ni ili la ukiremo ulilolipata? Yeye alivyodai alisema kwamba sina uwezo tena wa kumhudumia na huku chini sina shughuli. Kwa hiyo atavumilia vipi? Nikashindwa namna ya kumzuia.
Kwa hiyo mwanangu alinitia nguvu, akaniambia baba, nipo na wewe mpaka utakapopona. Nilikuwa siwezi hata kugeuza shingo hivi, ila sasa hivi namshukuru Mungu, lakini nasikia hata tumbo nasikia mawasiliano yapo. Mungu atasaidia, nitakuwa sawa. Wacha nikwambie kitu kimoja shemeji. Kwenye hii dunia kila mtihani anaokupa Mwenyezi Mungu, basi hakika mbele yake huwa una majibu. Na hakuna barabara ndefu shemeji mbele inayokosa kona. Labda nikutoe wasiwasi shemeji. Mimi niko pamoja na wewe. Ndio. Sawa. Na sintolifumbia macho ili swala. Na hivi unavyoniona hapa shemeji, naenda kumchukua dada na mleta. Atakuwa kaolewa tayari, maana kuna mwanaume kaondoka naye hapa shemeji. Nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa? Wewe ulimuoa? Ulimuoa kwa ndoa? Na mchungaji si alithibitisha pale mbele mwenyewe, kapiga goti akasema kwamba atakuwa na wewe kwenye shida na raha. Inakuwaje anakukimbia? Sikiza nikwambie, anarudi. Hiyo wala usijali. Bwashemeji, mkeo anarudi. Mkeo anarudi. Alinidhalilisha. Sidhani kama atarudi yule. Shemeji, mimi ni nani yake? Kaka yake. Yes, limeisha hilo shemeji. Naomba masaa hayo mawili. Naenda. Ukiona masaa mawili yamepita, basi ujue nimeshindwa. Lakini I promise shemeji, mimi sishindwi. Naenda narudi. Sawa? Umekula lakini? Uko sawa kabisa? Mama lecho kashaleta chakula. Haina shida shemeji. Masaa mangapi? Mawili. Okay. Amka. Karobo naye angewahi kurudi. Nimekupigia kwenye simu yangu ukawa ushiki. Nikawa najua tu kwamba kwa akili yako ya kawaida unajua kabisa kwamba namna gani vipi nikatumia namba nyingine nimekukuta. Sasa nataka uniambie kile kiumbe ulichokiacha kule, kile sasa hivi kinatembelea si mguu mmoja, sijui nusu mguu, kile imekwaje ukakikimbia? Naongea na wewe Sonia. Kile kiumbe kule nani umekikimbiaje kina mguu mmoja, kina mguu miwili, umekikimbiaje? Umeachwa, umepewa talaka au ni nini? We Sonia, mbona unapenda kunipanda kichwani wewe? Wewe mbona unapenda mimi kunieka halo juu kama nakula tambi mshikaji wangu? Wewe si ndio ule mwanaume ulimchagua mwenyewe ukamleta huko ndani ukasema, kaka mimi huyu mwanaume chaguo langu, kaka mimi kuanzia leo." Wewe shule ukakataa, ukawa unaruka ukuta kila siku. Si kwa sababu ule mwanaume? Wewe mbona kunipanda kichwani wewe mtoto? Mbona kuonekana kama sisi kwenye mtaa sasa kama hatu wewe tujakupa mafunzo mazuri? Naongea na wewe unakaa kimya mshikaji wangu, si ndio? Kwamba ni mimi ninachoongea mwanangu mimi na babwaje natangaza matangazo ya vifo, alafu kumbe mtu mwenyewe hajafa, si ndio? Wewe naongea na wewe, mbona unijibu? Wewe kaka wewe ujui tu. Yaani ule mwanaume anipendi. Anipendi. Jamani, astaghfirullah, mtoto unakufuru wewe. Yule mwanaume ana miguu miwili, sijui upo kwenye ile chair, sijui kiti chair, sijui kakaa pale chini jamani. Anahitaji kukupenda wewe sasa. Wewe usinione mimi sina akili. Yaani mimi nilivotua tu na ndege pap. Cha kwanza ni pale. Nimefika kwa taarifa yako. Nimemkuta ule baba wa watu amekaa kwenye kiti pale, viguu viwili vimepinda, uongo, hajapinda miguu, hajanyoka, so kiwete ule, uongo. Naongea na wewe uongo? Kweli. Sasa wewe, sikiza nikwambie. Usinitie mkosi. Usinitie nuksi. Sawa? Ninapoongea na wewe hapa, mguu mosi, mguu pili mpaka kwa mmeo. Na ukikataa, sogea karibu, sogea karibu. Si unajua tuna vimali vya ulisi? Unauliza naongea na wewe, si unajua tuna vimali vya ulisi? Ndio kaka. Sasa vile mimi unanijua bongo bahati mbaya. Yaani vile mimi naviuza, nikishaviuza, napanda ndege nje. Alafu sasa wewe ndo utajua. Mshenzi mkubwa wewe. Sasa chagua moja. Niuze vile vimali, niende zangu nje bongo bahati mbaya, au urudi kwa mmeo.
Halafu jamani, huyu mwanamke mbona hata una huruma jamani Arabi? Yaani wewe kwa kumkimbia kile kibaba cha watu, sasa tayari umeshaona kibaba cha watu, sasa kina mbele akina nyuma, ukamokia jamani. Una huruma wewe jamani. Wewe mshikaji wangu yani mimi naongea na wewe akili yako tayari inaanza vibana vingine, si ndio? Aya, chagua kwa mumeo au nikaviuze vile vimali. Basi mimi kaka, nimekuelewa, lakini leo kuna mambo yangu fulani hivi namalizia, ila kesho tutaenda. Wewe yani mimi ni wa kwanza kuliona jua kabla yako, sawa Sasa habari za kuniambia kanka sijui nakwambiaje, kesho asubuhi kule, unanielewa vizuri? Sasa na ole wako nikupigie simu nikute upatikani, ndio utanitambua mimi nani ndani babu, pumbavu, na hakuna kutoka leo mondani. Shenzi mkubwa wewe, mtoto mdogo anataka kunitawala. Usimleta mwenyewe yule mwanaume kwenye hii nyumba ukasema kaka mimi ndo fucha yangu. Yule ndo fucha yako, yani yule utazikwa naye, utakufa naye, ile miguu imepinda utainyoosha, utaishi naye. Mshenzi mkubwa wewe. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisamali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu. Asanteni sana dada zangu, pasingekuwa ninyi sijui ningetokaje kwenye huu mlago. Mungu awabariki. Hivi nyie mnamsaidia au mnamjua? Na wauliza, msio mnatolea macho tu hapa. Mnamjua huyu? Tumieni akili. Mnaweza mkaa mnasaidia walemavu mkajikuta mnapata mabalaa baada ya kupata baraka. Mimi kuna mtu niliwahi kutembea naye, nikaenda naye Kariakoo. Kuna mzee alimsaidia. Tuvorudi nyumbani, siku hizi mbili kavimba kono hili nakwambia. Kutembea hawezi mpaka alidedi. Sasa nyinyi msaidieni, ujifanyeni mama huruma, mkamsaidia mkazana labda mtapata baraka. Ndio mwanzo wa kujikosesha riziki jamani. Nisikizeni mimi. Haya. Nikwambie kitu sio kila mtu anayekuwa mlemavu basi alipenda kuwa hivi. Tenda hata utu kidogo. Kumbuka mwenyewe una dhambi unazozitenda kila siku. Ni kweli kabisa. Na kila siku upo kwenye miguu ya wanaume. Ujui kwa kufanya hivi inaweza kukupunguzia dhambi zako hata kidogo tu. Hapa ni Kariakoo. Si kwake hapa. Acha mambo yako bwana. Nyie. Dada yangu, mimi sijapenda kuwa hivi. Haya ni matatizo tu yamenikuta katika hali hii. Labda niwashukuru tu hawa kwa kunisaidia. Nashukuruni sana. Mnaweza mkaondoka. Haya, ugua pole. Asanteni. Twendeni jamani. Binti yangu, binti yangu. Shemeji, nilikwambiaje? Umeniaminia hoje niaminia? Sasa wewe nakufunda leo kakaako. Wewe unaonekana hujafundwa. Wakati huyu mzima viguu vyake viwili unakuja pale unalingana naye unatamba naye mnabuswana namna gani vipi? Umeona huyu sasa hivi Mungu kampa kilema unamkimbia. Wewe ukirudia ushenzi ulofanya nitakupasua, nitakuzibua, nitakukata masikio yako hayo. Wewe ulikula kiapo mbele ya padri ukasema huyu utakufa naye maisha milele. Sasa kipi kilichofanya huyu mkimbie? Na nikisafiri nikiwa huko nikipata taarifa kwamba huyu umemkimbia wewe, nikija utanitambua mimi nani?
Shemeji, mkeo mimi nimemrudisha. Sawa eh? Sitaki matatizo yatokee. Mlikula kiapo mtaishi kwa amani na upendo, muishi kwa amani na upendo. Shemeji, naomba akuahidi mwenyewe kwa mdomo yake. Kumleta tu sio tatizo. Tatizo ni atoe ahadi kwamba hatonikimbia tena. Stop, kadi 3 limeisha wewe. Ahidi. Usinizalilishe. Kudhalilishwa mimi sitaki. Toa ahadi kwa mmeo. Mume wangu, mimi nikwambie tu kitu kimoja. Ninakupenda sana. Wewe bana, wewe mzee, ahadi gani hiyo? Toa ahadi. Toka lini ahadi watu wanasema wanampenda? Toa ahadi. Huyu utamsaliti? Nakuahidi mume wangu, mimi ndo nimerudi mazima. Kwa yule jamaa yule ndevu sirudi tena. Nakupenda, sawa? Mwenyewe naona hali yako, ndio maana nimerudi. Hiyo imeisha hiyo shemeji. Mke unaye hapa. Binti yako Karobo ni hayupo. Sijui akirudi atajisikia furaha kiasi gani akikuona mama yake. Mimi nakushukuru sana shemeji kwa kuniletea mke wangu tena. Mke wangu, uendelea kunivumilia. Nikipona nitatafuta kazi. Tutaishi vizuri kama hao wenye magari, sawa? Tutazungumza mengine tukiwa ndani. Asante shemeji. Sema hujaonana na anko wako Karobo. Ananiambia kwamba anaenda kunipambania nipone, yani mwanangu bwana. Sasa bwana shemeji, mimi nashukuru kwa sababu naona amani imerudi. Hakika Mungu awasimamie muishi salama. Mimi sina muda mrefu wa kukaa hapo, unanielewa mimi? Mantoni. Lakini sasa shemu, usiondoke kabla hujaonana na anko wako Karobo. Anko Karobo, mwambie mimi nitaonana naye tu. Sijui atakuwa ameenda wapi. Sasa basi mbaki salama. Aya sawa. Au vipi? Sawa shemeji. Sawa kaka. Wewe. Sio nikutoe. Usinitoe, unitoe vipi? Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisa mali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu. Baada maisha magumu wakaamua kwenda, nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma, natamani nikusaidie ila siwezi, nashindwa takunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Kama kusoma utasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Umasikini utaisha mapema tu, usichoke mwanangu. Binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona. Kama siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona baba. Kama siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Ila nakupenda baba,
baba yangu.